Ligi kuu ya Uingereza wa mwaka wa 2026 hadi mwaka wa 2027 ushang'oa nanga na kuandikisha historia. Katika msimu huu, klabu 9 zinatarajiwa kuanza mashindano zikiwa na mameneja wapya. Idadi hii ikiwa kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya wiki ya kwanza ya ligi hiyo. Kuanzia Liverpool na Manchester City hadi Newcastle United na Chelsea, wimbi la mabadiliko limeenea katika takriban nusu ya timu za ligi hiyo. Karibu kwenye video hii tutakayoangazia makocha walioandikishwa upya kwenye klabu zao. Ni mojawapo ya ligi ambazo zinasemeka kutotabirika. Kabla ya video hii kuanza, ningeweza kukuomba ujisajili na kituo hiki ili kila wakati video nyingine kama hii itakapokuwa inatokea uwe wa kwanza kujulishwa. Msururu wa mabadiliko wa makocha umebadilisha pakubwa tasnia ya ukocha katika ligi kuu ya Uingereza. Liverpool ilimsajili Adoni Aliora baada ya Arne Slot kuondolewa kazini, huku Manchester City ikimleta Enzo Maresca kufuatia uamuzi wa Pep Guardiola wa kuondoka baada ya kipindi cha mafanikio makubwa na kushinda mataji mengi akiwa Etihad Stadium. Chelsea ilimsajili Xabi Alonso baada ya kumalizika kwa kipindi kisichokuwa na mafanikio cha Liam Rossinelli. Bournemouth ilimleta Marco Rose kufuatia kumalizika kwa mkataba wa Adonali Alaola, na Nottingham Forest ilimsajili Olivier Grasnia baada ya Victor Perilla kufukuzwa kazi. Crystal Palace ilimgeukia Pierre Sege baada ya Grasnia kuondoka kufuatia kumalizika kwa mkataba wake. Fulham ilimleta Alvaro Arbeloa baada ya mkataba wa Marco Silva kuisha, na Ipswich Town ilimtangaza Gary O'Neill kuwa mrithi baada ya Kieran McKinnon kujiuzuru. Pia Newcastle United ilimkabidhi mikoba ya ukocha Mathias Yesele baada ya Diho kujiuzuru, jambo linalolifanya idadi ya klabu zinazozoazoa msimu na meneja wapya wa kudumu kufikia 9. Rekodi ya awali iliwekwa katika msimu wa mwaka 2016 hadi mwaka 2017, wakati klabu 8 zilipoanza msimu zikiwa na benchi jipya la ufundi. Katika majira ya joto ya mwaka huo, Guardiola alijiunga na Manchester City na Antonio Conte akajiunga na Chelsea. Kocha huyo raia wa Italia alitoa ubingwa wa ligi kuu katika msimu wake wa kwanza. Hapo awali, klabu 7 zilibadili makocha wao kabla ya msimu wa mwaka wa 1995 hadi mwaka 1996, huku klabu 6 zikifanya hivyo katika msimu wa mwaka wa 2012 hadi mwaka wa 2013. Tunashuhudia kizazi kinachobadilika katika tasnia ya ukocha. Mikel Arteta ambaye alianza kuinoa Arsenal mnamo Disemba mwaka wa 2019, sasa ndiye kocha aliyewahi kudumu zaidi kwa muda mrefu ligini, licha ya kuwa na timu hiyo ya kaskazini mwa London kwa muda usiofikia miaka 7. Miongoni mwa ligi kuu 5 za ligi ya Ulaya, ni Diego Simeone pekee wa Atletico Madrid ambaye ameongoza timu hiyo ya Uhispania tangu mwaka wa 2011. Ndiye aliyedumu na klabu moja kwa muda mrefu zaidi kuliko makocha mwingine yeyote. Nchini Uingereza, Unai Emery wa Aston Villa na Daniel Farke wa Leeds United wameziongoza klabu zao kwa zaidi ya misimu mitatu, huku kocha wa Sunderland Legis Lebari aliyeajiriwa Julai mwaka wa 2024 akiwa kocha wa 4 kwa muda mrefu zaidi katika ligi hiyo. Hali ya kocha wa Manchester United Michael Carrick ni mfano mzuri wa kasi ya mabadiliko. Ingawa aliteuliwa kuwa kocha wa muda mnamo Januari na klabu hiyo ikamfanya kuwa kocha wa kudumu mwezi Mei, ni makocha 10 pekee katika ligi kuu ya Uingereza waliodumu katika nafasi zao kwa muda mrefu zaidi yake. Carrick pia ni kocha wa 7 wa kudumu wa United tangu Sir Alex Ferguson alipostaafu mwaka wa 2013. Roberto De Zerbi wa Tottenham aliyeajiriwa mwezi Machi anafuatia kwa karibu katika nafasi hiyo. Je, msukumo chanya unaotokana na makocha wapya utadumu? Mada nyingine ndogo katika sura hii itachunguza iwapo nadharia ya kawaida ya msukumo chanya unaotokana na mameneja wapya bado ina uhalali. Nadharia hii inaeleza kuwa timu mara nyingi hazifanyi vizuri zaidi kwa muda mfupi baada ya meneja mpya kuteuliwa, kutokana na motisha mpya, mabadiliko ya kimbinu na marekebisho ya kisaikolojia. Msimu huu unaweza kuona dhana hiyo ikipingwa kama ilivyowahi kutokea hapo awali. Wiki ya kwanza
inayotarajiwa kuwa na mechi 3 kati ya klabu zenye mameneja wapya: Fulham dhidi ya Chelsea, Manchester City dhidi ya Bournemouth na Liverpool ikicheza nyumbani dhidi ya Newcastle City, mechi ambazo kila timu italazimika kuzoea mawazo mapya na mbinu mpya za ukocha kwa wakati mmoja. Hali ya kwanza kwa Liverpool ni ya kipekee hasa. Mechi 9 za kwanza za Ariola katika ligi kuu zote zitakuwa dhidi ya timu zenye mameneja wapya wa kudumu, huku Newcastle ikikabiliana na Nottingham Forest, Ipswich, Fulham na Bournemouth na Manchester City. Ni nani atakayesajiliwa chini ya enzi ijayo katika ligi kuu? Swali lingine linajitokeza. Kwa mara ya kwanza tangu msimu wa mwaka 1985 hadi 86, ligi kuu ya soka ya Uingereza itaanza bila Alex Ferguson, Arsene Wenger, Jose Mourinho, Jurgen Klopp au Guardiola kuwa kwenye benchi la ufundi. Hawa ni makocha waliozifunza timu na kuziacha zikiwa katika hali yao ya juu kabisa. Kwa pamoja wameshinda jumla ya mataji 26 kati ya 34 ya ligi hiyo. Zaidi ya hayo, makocha hawa mahiri waliacha alama kubwa kwa vizazi mfululizo vya soka hiyo ya Uingereza. Timu za Ferguson zilizojituma sana pale United ziliweka viwango vya juu zaidi katika miaka ya awali ya ligi hiyo. Kabla ya Wenger kubadili mtazamo kuhusu maandalizi, sayansi ya mchezo na lishe akiwa Arsenali, Mourinho alileta kiwango kipya cha mbinu halisi za uwanjani na vita vya kisaikolojia. Mtindo wa Klopp wa kushinikiza wapinzani kwa nguvu ulibadilisha Liverpool, na falsafa yake ya kipekee ya soka ya Guardiola ilijenga moja ya timu zenye nguvu zaidi katika historia ya soka ya Uingereza. Ni Ferguson, Mourinho na Guardiola pekee waliofanikiwa kutetea taji ya ligi kuu, mafanikio ambayo Arteta ana nafasi ya kuyaiga baada ya kuongoza the Gunners kutoa ubingwa wa msimu uliopita. Wapinzani wake wakuu wote wanaanza msimu wakiwa na makocha wapya, huku Carrick akianza msimu wake kamili wa kwanza kama kocha wa Manchester United. Wakati ndio utakaodhihirisha iwapo kutatokea mtu mwingine mwenye hadhi ya juu kama wao hivyo karibuni. Lakini kufuatia kuondoka kwa makocha waliojenga historia ya zaidi ya muongo mitatu katika ligi kuu, msimu wa mwaka wa 2026 hadi mwaka wa 2027 unaashiria kuanzia kwa zama mpya. Je, kubadili kocha mkuu kunahakikisha ubingwa? Mabadiliko hayakuanza msimu huu wa joto. Msimu wa ligi kuu ya mwaka wa 2025 hadi 2026 ulishuhudia mabadiliko ya makocha mara 11, na Nottingham Forest ikiwa miongoni mwa klabu zilizofanya mabadiliko kadhaa wakati wa msimu huo. Muda wa wastani wa kocha mkuu kukaa katika ngazi ya juu ya soka sasa ni takriban miezi 20 pekee, jambo linaloonyesha jinsi maisha yanavyoweza kuwa ya muda mfupi katika mojawapo ya kazi zinazotamaniwa zaidi kwenye soka. Matokeo ya hivi karibuni yameonyesha kuwa kubadili makocha hakutoi uhakika wowote. Wakati wa msimu wa 2025 hadi 2026, klabu kadhaa zilizobadili makocha ziliendeleza kuhangaika. Nottingham Forest ilikuwa na makocha watatu msimu huo. Tottenham ilibadili makocha mara 2 na Chelsea ikabadili mwelekeo kabla ya msimu kumalizika. Hata hivyo, nyingine ziliona maendeleo ya haraka. Carrick alipata wastani wa pointi 2.6 kwa kila mchezo katika mechi zake 5 za kwanza, takwimu inayofanana na ile ya Liam Rosnier alipoichukua mikoba ya Chelsea. Hata hivyo, muda wake wa kufanya kazi ulikuwa mfupi, huku the Blues wakishinda mchezo mmoja tu kati ya michezo yao 8 ya mwisho katika ligi kuu kabla hajafukuzwa kazi. Kulingana na utafiti uliochapishwa katika gazeti la Financial Times ambao ulitumia matokeo kutoka kwa katibu Cosnomics, kilichoandikwa na Simon Roper na Stefan Zaimanski, ubora wa wachezaji na matumizi ya fedha ni viashirio imara zaidi vya matokeo kuliko mabadiliko ya benchi la ufundi. Kampuni ya ushauri wa michezo ya 21st Group inasema kuwa makocha mara nyingi hufanikiwa au kufeli kutokana na mazingira wanayokutana nayo sawa na wanavyotegemea uwezo wao wenyewe. Tangu ligi kuu ilipoanzishwa mwaka wa 1992, ni makocha 6 pekee waliofanikiwa kutoa ubingwa katika msimu wao wa kwanza. Mourinho alikuwa wa kwanza kufikia mafanikio hayo akiwa huko Chelsea katika msimu
wa mwaka wa 2004 hadi 2005 kabla ya Carlo Ancelotti kurudia mafanikio hayo na klabu hiyo hiyo katika msimu wa mwaka wa 2009 hadi mwaka wa 2010. Manuel Pellegrini aliongoza Manchester City kutoa ubingwa katika msimu wake wa kwanza wa mwaka wa 2013 hadi 2014. Claudio Ranieri aliongoza Leicester City kupata ushindi wa kushangaza msimu wa mwaka wa 2015 hadi 2016. Conte alitoa ubingwa katika msimu wake wa kwanza na Chelsea katika msimu wa mwaka 2016 hadi mwaka 2017, na hivi karibuni zaidi Slot aliongoza Liverpool kutoa ubingwa katika msimu wake wa kwanza wa mwaka 2024 hadi 2025. Kadri msimu unavyoanza, huku karibu nusu ya klabu zikianza chini ya makocha wapya, tunatarajia kushuhudia mojawapo ya vipindi visivyotabirika zaidi katika ligi kuu ya Uingereza. Mwisho wa makala haya ya leo. Jiunge na kituo hiki kwa njia ya kujisajili au kusubscribe ili kila wakati video nyingine kama hii itakapokuwa inatokea uwe wa kwanza kujulishwa na usipitwe na uhondo wowote. Hadi katika video hiyo nyingine, kwa heri kwa sasa. Visivyotabirika zaidi.